Hello, this is Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Nataka ni share na nyie natural vaccination 5, yani mimea 5 ambayo unaweza kwa wale ambao hatupendi tuna vaccinate kuku wetu mara moja tu, zile vaccination za mwanzoni. Jesus. Unaweza ukatumia hizo kama vaccination zako endelevu, au una kuku wako wachache wa kienyeji ukawapiga ile chanjo yao ya mwanzo, afu ukaendelea na hizi chanjo za hizi dawa za kawaida kama zikasimama kama chanjo. Kitu cha kwanza kabisa ni garlic. Yani garlic ina nguvu sana. Garlic inasaidia kuku wako, yani kwenye mfumo wa upumuaji inawasaidia wanakaa vizuri, inatibu coccidiosis, ina boost immunity yao. Kwa hiyo garlic ni nzuri sana. Na kipimo cha garlic unachukua vidonge 3 kama ni garlic vyako ni vidogodogo. Ila kama ni vikubwa unachukua kidonge 1 au 2 kwenye maji lita 1. Na kama ni vifaranga jamani, unachukua kidogo, yani nusu ya ile portion ya kuku mzima inakuwa ndo inakuwa portion ya kifaranga. Unawapa kwa siku 5 mpaka 7. Umenielewa? Jamani, alafu pia kama unaona kwamba jamani, huu ni wakati wangu sasa, nataka nitumie tiba asilia, hakikisha haipiti wiki bila kuwapa kuku wako chochote kitu, yani chochote tu. Unaangalia kitu gani cha kuwapa, isipite wiki na iwe consistent. Sio unawapa wiki hii, wiki ijayo unaacha, wiki hii unawapa, wiki ijayo unaacha. Hapana, hakikisha unawapa kila wiki wapate kitu 1 au 2 ambavyo umevichanganya ukawapa. Kitu cha pili, kuku wangu amedonolewa hapo maskini akiwa anataga. Kitu cha pili ni majani ya mwarobaini. Yani majani ya mwarobaini ni mazuri sana. Yani cha kufanya ni kwamba unachukua mkono wako mmoja unaujaza, alafu unaweka maji lita 2, unachemsha. Unachemsha kwa dakika 10 kwenye maji yako yale lita 2, alafu unachukua mils 10 mpaka 20 kwa lita 1. Na hiyo unawapa kwa mwezi tu jamani. Mwarobaini una nguvu sana. Mwarobaini ni mzuri sana kwenye kinga ya kideri. Yani kideri na mwarobaini, hata kitunguu saumu inakinga vizuri sana kideri. Kwa hiyo ile unaweza ukawapa, na sio kuwapa kuku akiumwa jamani, unampa kama kuprevent, kukinga ugonjwa, yani kuzuia ugonjwa wako usije. Mwarobaini cha kwanza kabisa chenyewe, mwarobaini ni yani yenyewe inafanya blood circulation yako ya kuku inakuwa vizuri. Kwa hiyo kuku wako anakuwa akiwa vizuri, na pia inampa kuku wako appetite. Ina boost immunity yake, yani kinga yake ya mwili inakuwa imara. Kwa hiyo hata kwenye swala la kuumwa kuku wako hawaumwi ovyo. Haya, kitu kingine ni combination ya tangawizi pamoja na limao. Yani hii ni nzuri sana. Yani hii kwenye magonjwa yote ya mfumo wa upumuaji, kipindi hichi cha vumbi pamoja na mvua zikiwa zinaanza, yani hii ni nzuri sana. At least kwa mwezi huo umewapa kuku wako mara 2 hii kitu. Inawafanya upumuaji wao unakuwa mzuri. Tangawizi kama tunavyojua jamani, tangawizi ni nzuri sana kwenye masuala mazima ya upumuaji. Inawapa kuku wako appetite. Na limao ina vitamin C, na hiyo combination ukichanganya ya limao na tangawizi sasa, yani kuku wako wana masuala mazima ya upumuaji wanakuwa vizuri. Yani kama unaona kuku wako anapiga chafi haeleweki, unampa tu hiyo. Na jamani, dawa yoyote ya kienyeji haina matokeo ya haraka kama zile za dukani. Alafu uzuri wa hizi dawa za kienyeji ni kwamba zinaua bakteria wabaya tu. Yani wale wazuri wanabaki kama kawaida. Lakini dawa za hospitali wapendwa, ndio maana sasa hivi changamoto ni kwamba mtu anakuambia yani dawa siku hizi hazifanyi kazi. Yani dawa hazitibu. Dawa siku hazifanyeje, nampa kuku natibu mafua leo, baada ya wiki wanarudia tena kuumwa. Ni kwa sababu
ile dawa inaua bakteria wote, alafu inakuwa common pale kwenye ule mwili wa kuku. Yani ni mtu ni kama mtu binadamu anakuambia yani ninaumwa na kichwa, nimemeza paracetamol, sasa hivi paracetamol haisikii na kunywa Panadol. Ndio hivyo sawa sawa na kwa kuku. Kwa hiyo dawa ya kienyeji inaua bakteria wabaya tu, wazuri wanabaki. Umenielewa? Kwa hiyo wale wazuri wana fight ule ugonjwa. Sio kwa haraka sana kama unataka matokeo ya haraka sana, hapana. Ndio maana mimi huwa nashauri kwamba kama umeamua kuwa mfugaji wa organic farmer, hakikisha unawapa kuku wako vitu hivi, yani hizi natural herbs mara kwa mara, yani uwe consistent. Yani usio unawapa mwezi huu unasahau tena. Kama umeamua kuwa organic farmer, make sure you are organic farmer. So leo unakuwa organic farmer, kesho kutwa unaenda kuenda tena kwenye vets, hizi vets medication, unaenda kuchukua hizo dawa nyingine. Hapana, kuwa upande mmoja. Kama ni blue ni blue, kama ni nyekundu ni nyekundu. Kwa hiyo combination, magonjwa yote ya upumuaji, yani kuku wako anakuwa amechangamka. Combination ya tangawizi pamoja na limao inakaa vizuri sana. Na kipimo ni kwamba kidole kimoja kidogo cha tangawizi na maji ya tangawizi kijiko kimoja, maji lita moja. Unachanganya kwenye maji lita moja. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio utaangalia unataka maji yako, yani maji jamani, kijiko kile kidogo cha chai samani, sio kikubwa, kwenye maji lita moja. Kwa hiyo wewe ndio utaangalia una kuku wangapi, unafanyaje, una blend, unawapa kuku wako. Yani kwa mwezi ukiwapa hiyo combination hata mara 2 mara 3, yani siku 3 mpaka 5 mfululizo, wewe mwenyewe utaona yale magonjwa yako ya kuku kuumwa, kupiga chafya na nini, utaona vile vitu vinakoma, yani haviwi mara kwa mara. Kwa hiyo hii tangawizi na nanili ni nzuri sana 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 sana. Na kitu kingine ni aloe vera. Yani aloe vera jamani, tunajua aloe vera ni natural healer. Yani yule ana heal mambo mengi sana. Aloe vera ana heal magonjwa ya kinga hii ya gomboro, na pia inaitwa coccidiosis, na pia na kideri. Yani yote hiyo inatibu. Kwa hiyo kama kwa aloe vera gel, kwa aloe vera unachukua kile kidude kimoja kile kijani kimoja, una brendi kwa maji lita 5. Sasa sijajua wewe ukubwa wa hicho kidude chako nikoje, kwa sababu kuna yale aloe vera makubwa na mengine madogo. Wewe utaangalia kama la kwako ni lile likubwa, hilo limoja maji lita 5 inatosha. Kama ni vile vidogo vidogo unachukua vitatu kwa maji lita 5. Una brand, unawapa kuku wako. Unaweza ukaacha usiku kucha, asubuhi ukawapa, au ukawapa hapo kwa hapo, hamna shida. Hizo ni kinga nzuri sana na zitatusaidia sana sisi ambao tunatumia ufugaji wa natural, yani organic farmers. Na niwakumbushe jamani, dawa za dukani tunazozitumia, alafu nilisahau kuambia, tangawizi na yani hivi vitu vyote ndivyo hapa pia ni detoxify, yani zinatoa sumu mwilini kwa kuku wako. Kwa hiyo vitu vyote hivi ndivyo hapa vinaimarisha mfumo mzima, kinga nzima ya mwili ya kuku wetu. Wanakuwa vizuri, wanakuwa na ukuaji mzuri, yani ukuaji wao hausuisui, ukuaji wao unakuwa vizuri sana. Kwa hiyo ni nyie tu muangalie ni kati ya hivyo vitu kitu gani wewe kwako kinapatikana kwa urahisi na unaweza ukawakipata mara kwa mara. Jamani, tangawizi unaweza ukapanda. Chukua kidude chako cha tangawizi, tafuta ndoo yako ambayo imepasuka, eka mchanga, chukua kile kidude cha tangawizi kipande. Baada ya miezi 3-4 unavuna tangawizi yako nyingi tu. Kwa hiyo tangawizi unaweza ukapanda. Vitu vyote hivi vinapandika. Kwa hiyo ndio hivyo tu. Mungu awabariki sana. Msisahau kulike, kushare, kusubscribe. Jamani, jinsi unavyo-share na unavyo-subscribe, mimi hii video yangu ndio inawafikia wafugaji wengi zaidi. Nawapenda sana. Mungu awabariki, awaongoze kwenye ufugaji wenu. Bye bye.